Habari za wakati huu mtazamaji wa NLFA TV, natumaini uko poa, hujambo. Mimi pia si jambo na niko salama kabisa. Na kama ilivyo ada kwetu sisi, kila siku tukionana hapa tunazungumzia yale makubwa na yale mengi sana ya kimichezo ambayo unayasikia, umekwisha kuyasikia, na mengine ambayo yanakwenda kujiri. Na siku ya leo ninakwenda kuzungumzia na kukupa tathmini ya michezo ya Dabi ya Kariakoo ambayo ilikwisha kufanyika tarehe 3 mwezi wa 5 siku ya Jumapili, na matokeo tayari unayo. Ila leo nitakuwa na wachambuzi hapa studioni. Mmoja atakuwa ni shabiki wa Simba, mwingine atakuwa ni shabiki wa Yanga, ambao binafsi mimi nafurahia kuwaona hapa. Natumaini hata na wewe ukiwaona na ukienda kuwasikiliza utafurahia na utajifunza mengi sana kutoka kwao. Na siku ya leo ni kuahidi kwamba utaenda kusikia vitu vingi na utajifunza vitu vingi. Na ninayekuletea uchambuzi huu kila siku ni mimi hapa, Sport Lady wako Grace Mushi, na studioni nipo na wageni ambao watakwenda kujitambulisha majina yao na wanatokea wapi. Na nianze na upande wangu wa kulia. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Gabriel Masawe, ni katibu mstaafu wa tawi la Yanga Arusha Bus Terminal. Ni mwanachama wa Young Africans. Naipenda Yanga yangu, naipenda timu yangu. Asante. Okay, karibu. Ni ame upande wangu wa kushoto. Karibu. Kwa majina naitwa Niki Lovista Songo, almaarufu kama Mnyama Plus. Karibuni sana, nimefurahi sana kuwaona na ninafurahi sana kuwa na nyie hapa studioni siku ya leo. Moja kwa moja mtazamaji anatamani kuwasikia na kusikia maoni yenu kutoka kwenu kuhusiana na Dabi ya Kariakoo iliyochezwa siku ya Jumapili. Ni siku mbili tu zimekwisha kupita tangu ilipochezwa dabi ile, na matokeo tayari tunayajua. Ushindi wa sare ambao kila mmoja alienda nyumbani akiwa na pointi yake moja. Unaizungumziaje kwa upande wako? Asante. Kwa upande wangu naweza nikasema ilikuwa ni mchezo wa kimkakati sana. Ilikuwa ni mchezo wa kuna mmoja aliuchukulia kama ratiba ya mchezo, ila kuna mwingine alichukulia kama ndo game ya kurudisha pumzi, ya kutema sumu na kujirudisha kwenye mchezo. Sababu nazungumzia sababu gani? Ukiangalia kwa records za misimu iliyopita, Simba Sports hakuwa hafanyi vizuri kabisa wala kusogelea kufanya vizuri kwa game za akiwa na Yanga. So kwa game ya juzi, ikichagizwa na dabi ya finali ya Muungano Zanzibari, Simba alikuwa anaamini kwamba ilikuwa ni siku yake, tena ni turning point ya kurudisha heshima dabi aliyopoteza muda mrefu. Lakini Yanga Afrika yeye alichukulia kama ni sehemu ya mchezo, na alichukulia kama sehemu ya kwenda kulinda pointi zake ama kuongeza gap ya zile kutoka pointi 5 kwenda pointi 8. Kwa hiyo ilikuwa ni game sana ukiangalia kwenye pressure kubwa. Kwa mimi ukiniuliza, kwa nilivyoangalia ile mechi na kuelekea ile mechi, pressure kubwa ilikuwa nayo Simba. Na hata alivyoingia kwenye mechi, ile pressure alikuwa hata kwenda kumaliza game mapema. Kwa dakika za mwanzo tunasema kwenye mchezo wote, dakika 15 za kwanza ni dakika za kusoma mbinu za mpinzani wako, kumsoma amekujaje. At that time Yanga anasoma mbinu za Simba akatumia zile dakika kwenda kupata magoli. Lakini angalia sasa, ukitaka kuamini kwamba haikuwa game ya pressure sana kwa Young Africans. Yanga walitulia wakiamini kwamba makosa yamefanyika, ni mapema, tuna dakika za kucheza mechi. Wakatulia, wakacheza vizuri, wakapata makurudisho ya magoli mawili, na mchezo kaishia kwenye draw ya 2-2. Asante sana. Na kwa upande wako kaka, we unaizungumziaje mechi ya tarehe 3 mwezi wa 5? Mechi ya tarehe 3 mwezi wa 5 ile ni dabi, si ndio? Lakini ni mechi ambazo ziko kwenye ratiba ya ligi kuu ya NBC, si ndio? Kwa hiyo shauku ya kila timu ilikuwa ni kwamba uhitaji wa point 3, ukizingatia timu zote of course zilikuwa zina pressure, kwa sababu ukizungumzia kwamba labda Simba alikuwa na pressure zaidi au Yanga alikuwa na pressure zaidi, kwa sababu kwenye football unapozungumzia ligi inakuwa ni marathon, na marathon siku zote hauwezi ukaitabiri kwamba nani anaweza kawa bingwa ikiwa bado mkononi kuna mechi nyingi sana. Tunaizungumzia NBC sasa hivi
kuna mechi zaidi ya 10 ambazo bado zimebakia. Na mentality ya derby kwa sasa ukizungumzia derby unaweza izungumzia kwa namna ambayo Simba ameshapoteza mechi nyingi mbele ya Yanga, lakini baada ya Simba kujipata kufanya usajili ambao ulikuwa bora kwenye dirisha dogo, imeonekana kwamba Simba imekuwa ni timu tishio sana. Kwa hiyo wao kama Yanga walihesabu kabisa kwamba Simba wametuzidi kwenye eneo kubwa sana. Ushanielewa? Kwa hiyo walipokuwa wakija kwenye ile game, unajua kabisa kwamba hii game kama tutapoteza, basi itakuwa ni tabia ambayo ya kujirudia. Ina maana hii itakuja kama vile Simba tulipoteza mechi 6 kwa sababu zilikuwa ni tabia za kujirudia, ambapo Yanga tayari waligain confidence. Ina maana wakaja kwamba derby sisi tunaweza kuzicheza vizuri na tunaweza tukawafunga Simba. Ushanielewa? Kwa hiyo mechi kila mmoja alikuwa na pressure, ingawaje kama brother alivyosema, of course kweli timu kubwa zinapokutana mara nyingi unakuta 15 minutes inakuwa ni kila mmoja anatakiwa kumsoma mpinzani. Ushanielewa? Kwa hiyo Simba alikuja akapata yale magoli pasi kutarajia, kwa sababu alijua kabisa, hata coach alijua kabisa kwamba baada ya dakika 15 ndio tutaweza kufanya jambo fulani, lakini ndani ya dakika 10 umeshapata magoli mawili. Ushanielewa? Kwa hiyo kuna ile hali ya kufrustrate. Kwa hiyo Yanga wao wakakam back baada ya dakika 15, zilikuwa ndio zile dakika ambazo wao walijiandaa kuisoma Simba. Ushanielewa? Kwa hiyo walipokuwa wameshafungwa walikubali kwamba haya, tumeshafungwa tayari, chuma 2 zimeingia, tunafanyaje ili hizi chuma zirudi? Ushanielewa? Kwa momentum ya Yanga ndio maana ikawa high na wakawa wanafanya high pressing, kwa sababu walishajua kabisa kwamba hapa hatuna haja ya kucheza mpira tena, hatuna haja ya show off tena, hatuna haja ya yote. Sisi ni kupiga mipira mirefu kupeleka goli. Ndio maana utaka ukiangalia magoli ya Yanga, hakuna goli lolote ambalo lilikuwa ukisema kabisa kwamba hili linaonekana linaenda kuwa goli. Ushanielewa? Ni mistake imetoka kwa Kibabage kule juu, alishindwa kwenda kumkaba kwa speed Max Zengeli. Kwa Max Zengeli akapata space ya kupiga ule mpira kwa haraka golini. Alipopiga beki anaokoa, beki kafanya mistake kidogo, Prince Dube anakuja kufunga. Utakuja kuangalia pia goli la pili the same, kwamba yule ana mpira kule hataki sijui apige nini. Wao wanatumia flanks waweze kupiga mpira mrefu ili waweze kubahatisha kama pale panaweza pakatokea kosa wakapata goli. Ushanaelewa? Kwa hiyo ndo namna ambavyo jinsi derby ilivyokuwa. Okay, hayo yalikuwa ni maoni yenu kuhusiana na ile derby. Kabla tujaenda kuzizungumzia dakika 15 ambazo ndo mchezo ulianzia pale, kwa sababu kwenye zile dakika 15 Simba tayari alikuwa na magoli yake mawili tayari, na kwenye zile dakika 15 zilizoendelea Yanga naye ndipo alipoanza kufanya comeback. Tuzungumzie kocha wa kikosi unachokishabikia wewe Young Africans alifanikiwa kwa kiasi gani? Kwa sababu tunajua kabla mechi haijaanza, mechi inaanza, ukiangalia tu kikosi unakuwa tayari una overview kwamba nikiangalia kwa namna kocha alipopanga kikosi ninajua kwamba mchezo utaenda kuwa wa aina gani. Kwa hiyo kocha alifanikiwa kwa asilimia ngapi kupanga kile kikosi kukabiliana na Simba ambayo amecheza naye mechi 2 mfululizo? Manake tukizungumzia mechi ya NBC Premium League ambayo ilichezwa kule Zanzibar, ilitoka suluhu ya goli ya kutoka 0-0 licha matokeo baada ya mechi, na mechi iliyochezwa siku chache nyuma ambayo ilikuwa ni ya finali ya Muungano Cup, Simba alipoibuka na ushindi wa goli 1. Wewe ukiangalia namna kikosi kilipopangwa na kocha, kilikuwa ni kikosi cha aina gani? Asante. Kwa mimi ngifanya reviews ya kutoka zile game 2 zilizopita, ya ile ya suluhu ya bila na ile ya finali ya Muungano, naweza kusema kwa mechi ya Jumapili kocha alifanikiwa kwa asilimia 75 hadi 80 kwa kupangilia kikosi na namna alivyoanza mchezo na mpaka alivyomaliza mchezo. Kwa sababu gani nasema? Ukiangalia kwa game ya suluhu ya bila ile round ya kwanza derby, kiwalisia kocha aliwapa mchezo Simba, walidominate sehemu kubwa sana ya mchezo. Hapakuwa na nafasi za kusema kwamba angalau sasa umewapa mchezo lakini tutengeneze nafasi. Kuna games ambazo unaweza ukampa mpinzani mchezo lakini ukachukua matokeo. So kwenye ile game ya kwanza haikuwepo. Game ya pili ya Muungano siwezi kusema kwamba hapakuwa, yani ilikuwa ni game 50-50
kwa asilimia kubwa. Ilikuwa ni asilimia 50 kwa 50. Mpaka je kaamuliwa kwa tukio moja la mchezaji mmoja ambaye asiye mzoefu, kwa mfano Edmund John. Kicho mhukumu pale ilikuwa ni uzoefu wake binafsi, sababu hakujua wakati gani niende namna gani kumkabili yule alikuwa na mpira, niingie kwa namna gani. Kwa mchezaji mzoefu pale asingeweza kuingia kama Edmund John alivyoingia. Kwa game ya Muungano iliamuliwa kwa tukio moja. Haikuwa game ya matukio mengi kama kutisha kiasi hicho. Lakini kwa game ya Jumapili sasa, kwa kocha wangu mimi, kwanza aliona Simba ni timu ambayo inakuja kwa namna gani. Ni timu ambayo ina strength ya Simba, yani nguvu ya Simba iko upande wa kushoto, wa pembeni sana. Simba ukiwashika pembeni umemaliza. Mistake iliyoanza zile dakika 10 za mwanzo zilikuwa ni mabeki wa pembeni. Angalia Israel Mwenda, yes, aliwazawadia Simba mipira ambayo ilikuwa ndio ilitengeneza hata goli la pili pia. Ukiangalia ilikuwa Israel Mwenda, ndio maana hata kuja kuangalia mwenyewe aliomba radhi. Umeelewa? Aliomba radhi kwa kile kilichotokea. Kwa game ya Jumapili mimi kocha wangu alifanikiwa kwa 80% kuisoma Simba, pamoja na Simba kutangulia magoli mawili dakika 10 za mwanzo, bado alifanikiwa kuwatuliza wachezaji. Ukiangalia ule mpira, muda mwingi kocha alikuwa anaongea sana na wachezaji. Muda mwingi sana alikuwa anawakaribia wachezaji, ni kuwatuliza, namna gani kuwatuliza warudi mchezoni. Na kuhakikishia mimi, ukikosa kocha mtulivu na kocha mkubwa na kwenye kujua mbinu za mchezo, umeshatanguliwa dakika 10 goli mbili dakika 10 za mwanzo, unapotea. Na nakuhakikishia hapa, ingekuwa ni Yanga Afrika katangulia goli mbili dakika 10, wenzetu wangekimbia uwanjani. Wangeondoka uwanjani. Wasingeza kurudi hata kipindi wasingerudi. Sababu Yanga tuna tabia ya, na ni mechi nyingi ambazo tushafanya jambo, tukutangulia goli za mapema kabisa. Ni kama tumekugonga mahali ukatoa damu. Sisi tunapiga hapo. Hatafuti kidonda kipya. Hao wenzetu walipopata goli dakika 10 za mwanzo, walivyoona damu imetoka kwenye jicho, wakatafuta tena damu kwenye sikio. Umeelewa? Kwa maana hiyo huwezi kumaintain kile ulichokianzisha. Yanga tuna uwezo, tukikutangulia goli za mapema, ukakubali goli za mapema, basi shule yako itakuwa imeisha na utaondoka mpigo goli nyingi na umechoka kweli. Naomba nijibu point moja ya brother pale, alisema kwamba ligi ni marathon. Tafsiri ya marathon, wanakuambia marathon hauangalii umbali. Ukiwa unakimbia marathon, usiangalie umbali, angalia muda, jali muda. So kwenye ligi, kwa mfano sisi tuna game zetu 30 tunazigawa kwenye makundi matatu ya game 10. Tunasema theluthi ya kwanza ya game kuu ya hizo game mechi 10 za mwanzo. Tunasema tunaangalia ni nani, nguvu ya nani kwenye msimu huu amekuja na nguvu ipi. Ndio maana pale kwenye game za kwanza za 10 za mwanzo unaweza kushangaa hata timu za madaraja ya kati zinaongoza msimu. Kwa hiyo ukishaangalia pale kwa mfano kama timu ya daraja la kati inaongoza msimu, ni wazi unapata picha kwamba kuna dalili hii timu itakuwa na nguvu kuelekea msimu huu. Raundi ya pili, ile 10 la pili linagawanya sasa wa katikati, wa juu na wa chini. Kwenye raundi ya pili unajua nani anaelekea kushuka daraja, nani anaelekea kushika nafasi za katikati ya 7 ya 5 ya ngapi, unajua. Na nani ambaye anaweza kwenda kwenye kilele kwa ajili ya kwenda kugombea ubingwa. 10 la mwisho ndio linaamua timu gani inaenda kuwa bingwa. Umeelewa? Huwezi ukacheza ligi bila kugawanya hizi hesabu. Ndipo sasa hivi Yanga anaenda kufanikiwa kwenye hapo. Kwa mfano ushamaliza mpinzani wako unagombania ubingwa, umeshamaliza naye kwenye game zote mbili za ligi, umemwacha game of 5. Unaangalia katika hili 10 la mwisho, mpinzani gani mgumu aliyebakia? Kwa Yanga ni Azam FC. Azam FC anaenda kucheza game nyumbani kwa Yanga. Umeelewa? So mipango ya kucheza na Azam FC nafikiri kama kwa timu ambayo inaendelea ubingwa. Unajua kuna kucheza ligi, kuna kugombania kubaki kwenye ligi, kuna kugombania kushiriki mashindano ya kimataifa, alafu kuna kuendea ubingwa. Usipojua hivyo vitu vitatu kama uko kwenye ligi, basi unachokitafuta kwenye ligi, utakuwa unawakilisha tu msimu ishe, ucheze msimu ujao. Lakini Yanga sisi tunaelewa namna kuelekea ubingwa. Kwa hizi game 10 zilizobakia hizi, malalamiko yatakuwa mengi sana. Yatakuwa mengi sana kuelekea ligi ambayo kuelekea mwisho wa ligi. Yes. Wekundu wa Msimbazi Simba, kocha alifanikiwa kwa asilimia ngapi ama kufanikiwa kwa asilimia ngapi? Mafanikio ya kocha yalikuwa wapi kwenye upangaji wa kikosi?
Kitu kwanza kinaitafuna Simba kwa sasa ni, kwa maoni yangu mimi, ni maeneo mawili. Kuna eneo la midfield ya kati namba 8 na namba 9. Hicho kitu kinaitafuna Simba, na hata kuna wakati Steve Barker unamuona kabisa kwamba ana struggle namna gani ya kumalizia mpira na namna gani ya kumtu ambaye anaweza akakaba na kuendesha timu. Ushanielewa? Kwa sababu ukizungumzia Chama, ukizungumzia Ino Luemba, ukizungumzia Neo Maema, John Mata tunamuita, wale wote ni washambuliaji ambao wana kalba ya kucheza namba 10. Ushanielewa? Ina maana mtu mwenye kalba ya kucheza namba 10 mara nyingi unakuta more attacking than defending. Lakini namba 8 anaweza kufanya kazi mbili at the same time, aka drive team na pia akakaba. Namba 6 yeye kazi yake ni yeye ni kukaba tu. Ushanielewa? Japokuwa, kwa hiyo hicho kitu ndo nafikiri kilitafuna Simba, more attacking less defending. Hata mechi ya juzi ya jana hicho ndo kilicho tugharimu sisi. Kwa ndo maana alafu pia na kwa ndo maana unakuta idadi kubwa ikikimbia, kwa wakati kurudi Kagoma anakuwa anatumia energy nyingi sana, kwa sababu yeye ndo anakuwa kwenye pressure kubwa, ndo yuko peke yake pale. Unamkuta Maema ambaye alikuwa ndo anacheza namba 8 anakuwa ameshapanda, ameshasogea. Chama yupo kule, Ino yuko kule pembeni. Ushanielewa? Na mfumo aliotumia Steve Barker juzi, the more alikuwa anataka kupita kwenye kupenetrate. Ushanielewa? Na ndo maana akaweka wote the Brazilian, kwa sababu kizungumzia Ino Luemba, ukizungumzia Chama, ukizungumzia Maema, wale wote wanapenda ni the Brazilian kabisa. Yaani kwamba damu yao inaweza kucheza kana mpira. Ushanielewa? Lakini kwenye kukaba sasa ndo tatizo linapoanzia pale. Kwa hiyo Steve Barker kitu hicho ndo kilimfelisha kwa siku ya jana mechi na Yanga. All in all, hata nilimsikiliza mahojiano yake, alisema kwamba of course kweli ana regret kutoka kuongoza magoli mawili mpaka kuja kurudishwa. Ina maana almost pale midfield ilikuwa imeshindwa kuweza kuzuia ile pressure ya Yanga, kwa sababu Yanga wao walikuwa wanakuja na waliamua kutokea pembeni, na ndio maana hata Pacome ulikuwa unamuona anaenda pembeni, kwa sababu hapo katikati Kagoma amekaa hapa na Rushen Delok pamoja na tunamuita Talibo West. Bwana huyu jamani noma. Yule jamaa muda mwingi wao walikuwa wanakuwa kwa katikati. Kwa hiyo jamaa akabidi wanatumia mipira mirefu tokea pembeni kupiga kwenda katikati. Kwa hiyo uzuiaji ulikuwa ni mchache sana. Hicho ndo kitu ambacho kilimfelisha yeye Steve Barker. Lakini of course ana timu nzuri kwa sasa. Timu yetu ni nzuri sana. Okay, kwa hiyo tuseme kwa asilimia kubwa makocha wa timu zote mbili walifanikiwa kwa asilimia kubwa. Dakika 10-15 za mwanzo ndizo zilizoleta maana ya dabi, kwa sababu ndo dakika ambazo zilileta kipindi cha kwanza, obvious ndo kipindi ambacho kilileta matokeo makubwa na kilileta maana halisi ya dabi. Unazizungumziaje dakika 15, 30 na mpaka 45 za kipindi cha kwanza? Zilikuwa kwanza, zilikuwa ni dakika ambazo zilikuwa zilishtusha kiasi fulani, sababu kikawaida kabisa kwenye dabi umekuja dakika 3 mtu kapata goli, ghafla tena dakika 10 mtu kapata goli, kidogo kwa kiupinzani inashtusha kidogo. Kwa hiyo zile dakika 10 za mwanzo hadi dakika 15 za mwanzo zilishtusha kidogo, kiasi kwamba ungekosa mashabiki ambao sio na uvumilivu walikuwa uwanjani na mabandani wangeondoka. Lakini kwa Yanga ilikuwa ni utayari tu wa mechi dakika 90 ndicho kisaidia kurudisha mchezoni. Na kama tuliangalia ile mechi vizuri, baada Simba kupata dakika zile goli mbili, Yanga dakika 17 kupitia Prince Dube wakasawazisha. Kuanzia pale Simba wakarudi nyuma. Simba alicheza style ya kudefend. Walirudi nyuma kabisa kuanzia chini. Wakaona kabia chini kabisa. Kwa hiyo kama hizo dakika walimpa Yanga Afrika mchezo zile 45, kuanzia dakika 10-20 kwenda mpaka tunaenda half time, Yanga Afrika alichukua mchezo sana. Ila changamoto ya Yanga Afrika ilikuwa ni
kwenye connection kati ya namba 6 na namba 8, kuvusha mipira katikati hapa ndo ilikuwa. Sababu nilichokiona kilikuwa baada ya kuona ile limefeli, ilikuwa ni kutumia pembeni sana. So pembeni palikuwa kuna shida kidogo ya Israel Mwenda. Ile siku hakuwa na performance nzuri. Aliamka, tutasema kuna kuamka vibaya siku ya kazi ofisini. So Israel Mwenda aliamka vibaya. Ndio maana hata baadaye ilivyoje kufanyika substitution ya Okwasi, tuliona mabadiliko makubwa na nguvu kubwa iliongezeka kwa upande wa namba 2 ya kule namba 2. Kwa dakika 15 za mwanzo mimi Simba alinipa kitu kubwa sana, na it was very surprised kwenye dakika 10 za mwanzo hadi dakika 13 baada ya Yanga kupata dakika 17 Yanga walichukua mchezo kwa kiasi fulani. Lakini changamoto tu, Yanga angeweza kupata magoli zaidi kwenye hizo dakika 15 za mwanzo kama kungekuwa kuna link nzuri kati ya namba 6 namba 8. Kwa bahati mbaya kubwa au bahati nzuri kwa Simba ile siku ni kwamba mwanaume ambaye alikuwa anatumika sana kwenye namba 8, Mudathir Yahya Abbas, bwana yule jamaa hakuwa kwenye mchezo siku ile. Ile ndio inawezekana ilikuwa ndio coin ya bahati kwa Simba. Sababu yule bwana kwenye msimu huu huko mwishoni ameweza kujipata pakubwa sana. Na tunamfahamu kwenye dabi yule, katika wachezaji mimi ukiniambia kwenye dabi ambao ni nani ambao anaweza akakuamulia dabi kaenda vizuri, nataka kumwambia Dickson Job na Mudathir Yahya basi. Yule mwamba tulikosa kitu kubwa sana. Kama angekuepo kwa mazingira ya mechi ya juzi na namna Simba walivyorudi nyuma, angekuepo alafu akalink na Duke Abuya namba 6 akaza namba 8, ingekuwa kuna maafa makubwa sana ile kipindi cha kwanza. Okay. Kwa hiyo kwa upande wako, licha ya kwamba timu zote mbili kwa dakika 45 za kwanza ziliibuka na ushindi ukumbano, kipindi ambacho kiliamua ushindi na mshindi wa ile mechi, ni timu gani uliona ilikuwa ni bora zaidi kati ya Simba pamoja na Yanga? Nani alikuwa bora zaidi kwenye dakika 45 za kwanza? Kwa dakika 45 za kwanza naipa Yanga, kwa sababu unajua kwenye timu ambayo ina defense chini sana, kikabia chini, haikupi kitu bora. Umeelewa? Haikupi kitu kizuri. Yaani mchezo haupendezi kwa timu moja inacheza kwenye box la mwenzake muda mwingi. Na haiji bahati mbaya, unalazimishwa kutokana na mpinzani anavyokuja. Yaani Simba kilicho ikosti Simba kwa dakika 45 za mwanzo ilikuwa ni pressure ya matokeo ya nyuma na jinsi maandalizi yalivyokuwa yameandaliwa kwamba jamani tuende tukashinda mchezo. Walivopata goli mbili dakika 10 waliamini mchezo umeishia pale. Kama nilivyosema mwanzo, walivyotengeneza kidonda kimoja wakaanza kutengeneza kidonda cha pili. Bado walitakiwa wa strike kwenye kile kidonda cha kutengeneza mpaka mpinzani mwenyewe akae. Umeelewa? Ile nguvu ya goli mbili zilizopata zitakiwa ziwaongezee morali, wao waongeze magoli ili wameze mechi kabisa. Lakini wao wakarudi nyuma, wakamruhusu Yanga Afrika acheze. Na unajua Yanga Afrika class ya wachezaji tunaielewa, so kujadili hapa. Ukiwa na Pacome Zouzoua, ukiwa na Max Nzengeli, ukiwa na Dube tunaelewa, ukiwa na Alan Okello tunaelewa. Umeelewa? Ni watu ambao kama amesema hapa mambo kwamba sijui haikuwa ni goli ya movement, sijui aliangaliaje goli. Ule mpira sijui labda tuambie mpira ulitokea wapi mpaka aenda kupiga Max, unamgonga Duke Abuya kwenye box, Dube anafunga, na kwa Dube alikuwa na beki nyuma na alikuwa nafikiri ilikuwa ni makosa ya wao wenyewe, sababu kuna ile ukiangalia especially alofanya nani ilikuwa huyu Kagoma. Yeye alitoka kwenye area mpira akaacha mpira open kabisa. Wewe kusema kwamba goli lilitengenezwa ni makosa wachezaji wao wenyewe. Goli likatengenezwa, nafasi ikatengenezwa, mtu akascore. Umeelewa? So Simba alichokifanya wao waliamini dakika 10 game imeisha kabisa. Lakini kwa ukomavu Yanga Afrika na mashabiki wake tukabaki uwanjani. Tukashabikia wachezaji wetu, wakapata morali, tukachukua mchezo dakika 45. Kikweli dakika 45 game ilikuwa kwa Yanga. Okay. Yanga ilikuwa bora. Okay. Kwa upande wako Mnyama, na unazizungumzaje dakika 45 za kwanza za dakika 90 za dabi ya Kariakoo? Ile game ukiangalia kiundani zaidi utakuja kugundua kwamba kuna wakati hizi dabi zinatakiwa ziheshimiwe. Blaza pale kuna kitu alikizungumza kwamba hizo goli zingekuwa zimetanguliwa na Yanga zisingerudi kupitia Simba. Labda nimkumbushe tu kitu kimoja.
kuna game ilishatokea ilienda 3-3 ya Mtani Jembe. Ile game kipindi cha kwanza Yanga anamaliza, anakwenda mapumziko, anaongoza goli 3. Alafu kipindi cha pili kilivyorudi, Simba wakarudisha yale magoli. Ushanielewa? Ile ilikuwa dabi ndo ambayo ilizungumziwa kwamba ilitengeneza historia kwamba comeback. Alafu kipindi kile tulikuwa tuna wachezaji ambao ndo tuliwatoa kwenye Simba B, wengi wao wakapandishwa. Kama unakumbuka kina Jonas Mkude, watu kama kina Messi Singano walifanya makubwa sana kwenye ile game. Wakina Miraji Athmani ndo walipandishwa kutoka grow up kwenye youth wakaenda kwenye timu kubwa, kwa sababu kipindi kile kulikuwa kidogo kuna struggling ya mambo ya nafikiri kulipa wachezaji na nini, mitafaruku hapa na pale, club kidogo pia ilikuwa imeshuka kiuchumi. Dabi ya pili ilitokea tena kama nakumbuka 2-2. Of course Simba ilikuwa kwenye ubora mkubwa sana, kina Jonas Mkuda alikuwa ameshakuwa kubwa, wakina Boko ili ilikuwa ni tayari, wakina Chama walikuwepo. Yanga pia walifanya comeback. Nakumbuka magoli yalikuwa ya Balama Mapinduzi, nafikiri kuna jamaa mwingine nafikiri alikuwa anamuita Makame, kitu kama hicho. Wale jamaa walikuja wakasawazisha tena yale magoli kupitia style kama hii ambayo game juzi ilivyotokea. Yani Simba walidominate wakapata magoli, Yanga walifrustrate, lakini baada ya muda mchache waka calm down, wakawa low pressure, wakaamini kwamba haya tumeshafungwa, tunafanyaje turudisha haya magoli. Kwa hiyo hakukuwa kuna ufundi wowote wakati ule. Ushanielewa? Kilichokuwa kinatakiwa watu wakimbie kupitia pembeni na kupiga mipira. Hii mechi ya juzi ukiangalia Pacome, mara nyingi hata coach hata Yanga wanavyocheza, Pacome huwa anatumiwa kuingia katikati. Ushanielewa? Alan Okello the same time, yule ni namba 10, anapenda kuingia katikati. Lakini baada ya wao kufungwa goli 2, walikuwa wanataka kuja katikati, lakini wakabadilisha mfumo. Of course kweli pale utamsifu kocha wa Yanga kwamba alishaona kabisa kwamba hapa nikitumia katikati, hawa Simba tayari wameshapata magoli, ina maana wengi wao watajaa katikati. Kwa hiyo tutumie pembeni na tupige mipira mirefu. Na ndio maana magoli ya Yanga yote yalikuwa yametokea kwenye mipira mirefu. Ushanielewa? Yote yametokea kwenye mipira mirefu. Yaani yule ametoka kule anapiga katikati huku, wanaweza wakafanya mistake, sisi tukafunga. Kwa hiyo Tule anafanya mistake, kutoka kwa Kibabai anafanya mistake, Tule pia anakuja kufanya mistake, anachelewa kufanya nini? Kufanya kudefend. Dube anakimbia na attack, anaenda anaunganisha ule mpira. The same time goli la pili pia limetokea pembeni, imepigwa mpira mrefu tena. Ushanielewa? Baada ya kupigwa mpira mrefu kukatokea kugongana kidogo, akamkuta Kasali anashindwa kuzuia ule mpira, anautema sehemu ambapo Mwamnyeto amesha yuko kwenye position nzuri. Nafikiri alikuwa Mwamnyeto na Pacome pale karibu. Kwa hiyo Mwamnyeto akawini ule mpira, akawahi kufunga. Ushanielewa? Kwa hiyo ni magoli ambayo yalihitaji spirit kubwa, yalihitaji kuto kujali kwamba bana sisi tupenetrate, lakini sisi tupige mipira mirefu, tujaribu bahati yetu pale. Na ndio maana hata kulikuwa kuna cross nyingine ilipigwa, Dube Depo akapiga kichwa cha kudundisha chini, bahati nzuri Kasali alikuwa yuko pale. Cross nyingine ikapigwa, Okello kabidi apitie pembeni, kwa sababu hapa katikati tayari palishakuwa pana utata. Lakini all in all dabi imeisha na imeenda 2-2. Sisi tunasema ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa Yanga, kwa sababu walikuwa wana shauku pia ya kuifunga Simba. Na ndio maana ukiangalia baada ya mechi walishangilia kiasi kikubwa sana. Sasa mpaka unajua mtu unashangaa kwamba leo hii Yanga ambao sisi tunaamini ni bora, mwisho wa siku wanaenda kushangilia draw na Simba ambao wao wanaamini kwamba Simba wako chini ya wao. Ushanielewa? That's it. Kwanza kazungumzia haoni ufundi. Labda atuambie ufundi ni nini kwenye mpira, sababu mimi ninachojua ufundi
ni kusoma mbinu za mpinzani wako, kusoma udhaifu wake na kusoma nguvu yake iko wapi. Kama mimi nilijaribu kupita katikati na sikuweza kupita, nikatafuta mbinu mpya na mfumo mpya kupita pembeni nikafanikiwa, unasemaje sio ufundi? Ufundi ni kusoma mbinu za, ukiweza kuzisoma mbinu za mpinzani wako, hiyo tayari umewin kiufundi, umewin, ni ufundi. Swala la pili la kusema la kuziheshimu dabi. Of course tunaziheshimu dabi sana, pakubwa sana. Lakini mwambie kitu kimoja. Historia ni tukio ambalo limewahi kutokea na sio nadra kujirudia. Kwa mfano nikizungumzia historia ya ukoloni Tanzania, ilitokea miaka mingi iliyopita nyuma, zaidi ya miaka 68 iliyopita nyuma, si ndio? Tukapata uhuru. Ni jambo ambalo lilitokea mara ya pili. Lakini kuna kitu kinaitwa tabia. Historia na tabia ni vitu tofauti. Ametolea mfano wa dabi ya 3-3. For real, ile ni historia, tuikatai. Lakini ukiwa na tabia ya kusawazishiwa mara kwa mara, hiyo ni tabia yako. Ndio maana Yanga Afrika tunasema, ingekuwa ni Yanga ametangulia goli mbili za mwanzo, dakika 10 za mwanzo, ile game ingekuwa ishaisha, tena ingeisha kwa goli nyingi. Kwa sababu gani? Kwenye misimu ya karibuni hapa wenzetu hawa wamesawazishiwa. Mfano msimu tayari kuna Yanga, nikusabie, kuna Yanga hii 2-2. Msimu uliopita kwa kuna Azam FC Zanzibar, ile anasaidia dogo goli ya mwisho, anasaidia ile Zidane Sereri, walitoka 2-2, si ndio? Azam FC. Msimu huo kuna Coastal Union kipindi cha kwanza, Simba anaongoza goli 2, Coastal Union anajua kusawazisha goli 2-2. Umeelewa? 2020 amesema hapa, anaongoza goli 2 kipindi cha kwanza, Yanga fanya goli 2-2. Umeona? Hii ni tabia ya timu, sio historia tena. Hapo toki historia. Historia ametoa mfano mmoja, ni kweli 3-3. Lini tena imetokea vile? Lakini ikishakuwa tabia yako, ndio maana tu anaamini kwa Simba hii ingekuwa Yanga Afrika ametangulia, labda anikumbushe, anipe mifano hata mitatu kama namna nilitoa mimi kwenye ligi, kwenye game yetu za ligi hizi hapa. Atuambie ni lini Yanga Afrika alitangulia goli 2 zikarudishwa na either akafungwa au game kaisha vile vile 2-2. Labda 1-1 matokeo kawaida, lakini 2-2 kipindi cha kwanza, brother, sio kazi rahisi ndugu yangu, dadangu. Sio kazi rahisi, hasa ukiangalia aina ya mchezo wenyewe, aina ya mpinzani. Sio rahisi kutoka 2-2 unacheza na Simba ambayo pressure ya matokeo ni kubwa, wachezaji wazuri. Labda kuna tofauti kati ya wachezaji wazuri na wachezaji bora. Yaani unaweza kuwa na wachezaji wazuri usio na timu bora. Umeelewa? Mechi una wachezaji wazuri, pressure ni kubwa, matokeo unatakiwa kushinda, upunguze gap kutoka alama 5 kwenda alama 2. Hizo ni fact za kulinda matokeo goli 2. Sio rahisi kwa wakati huu. Unanielewa? Sio rahisi, lazima tuelewe, sio rahisi kwa wakati huu. Lakini ndio nakwambia, ingekuwa ni Yanga Afrika ameongoza goli 2 kwa wakati huu, ile game ingeisha na goli nyingi sana. Frustration kwa Simba ingekuwa kubwa sana. Nitaongezea swali jingine hapo nitamuuliza brother hapa upande wa Simba. Simba kama alivyozungumza kaka hapa, kuna ile kanuni, ni desturi ama ni mazoea ambayo Simba Sport Club wamekuwa nayo, kwamba wakishamtangulia mpinzani ambaye wako naye kwenye game, wakamtangulia either kwa goli 1, goli 2 ama goli lolote lile ambalo wao watakuwa wanaongoza, wana tabia kama ya kuwa kwenye comfort zone. Yani kuna namna kama wanaona kama tumemaliza huu mchezo, wanakuwa kama yani wana relax, wanakuwa hawaongezi mashambulizi, wana relax. At least wangekuwa na relax kwa mbinu ambayo useme wanabaki wanabadilisha mbinu, tuseme kwamba wanaamua kukaba tu, hamna mashambulizi, lakini wanakuwa wakifanya mashambulizi huko nyuma, wanaacha magepo ambayo wanaruhusu wapinzani wao kupita. Je, kwa upande wa Simba ni kwamba ni desturi, ni mazoea ama ni mindset ambazo wachezaji pamoja na viongozi wamekuwa nazo, kwamba wakisha kutangulia tu, wewe ukiwa mjanja ukawazidi mbinu, ni rahisi sana wapinzani kuwarudishia magoli? Naweza nikalijibu kwa namna hii. Unajua football ni mchezo ambao tusizungumzie kwamba yani wale ndo tabia yao kwamba
wakifungwa wanasawazishiwa, kwa sababu ni Simba au ni wachezaji, kwa sababu hawa pia wanakuja kwenye nyakati tofauti. Ushanielewa? Ukizungumzia ule mchezaji alosawazishiwa ile dabi ya 3-3 ama ile dabi ya 2-2, hayupo leo, yuko mchezaji mwingine. Ushanielewa? Ile mara nyingi inakuwa ni mentality ya timu kubwa. Unajua timu kubwa zote huwa zina kalba ya baada ya kupata goli moja au mbili, mara nyingi huwa wanataka kusa kulinda ule mtaji uliokuwepo nao kwanza, alafu then ndo wa nini, ushanielewa, then ndo wa nini wao wana plan ya kufanya. Sasa wakati ule labda wewe unapotaka kulinda, mpinzani wako naye inategemea anakuja yuko vipi, anakuwa ana nguvu kiasi gani, ushanielewa. Pengine coach akaona kuna madhaifu eneo fulani ambayo yeye anaweza akayatumia na anaweza akampa matokeo, ushanielewa. Kwa mimi sitafsiri kwamba ile ni kalba yao au ni kalba yetu sisi Simba, ushanielewa. Isipokuwa kwenye football inatokea unaweza ukakutana na hilo jambo na ukaadhibiwa. Na anazungumzia kwamba 2-2, anazungumzia whatever. Msimu huu Yanga kaongoza, watu wakaja wakafanya comeback wakamfunga, ushanielewa. Kwa hiyo no bro, unazungumzia Yanga ipi msimu huu? Unazungumzia Yanga ipi bro? Hii ya msimu huu kafungwa nani Yanga hii? Na Mtibwa. Kafungwa, Mtibwa amedraw. Sasa ndio hiyo tunazungumzia bro. Tunazungumzia goli limefungwa. Nilizungumzia mwanzo nikasema Yanga Afrika labda goli moja mtu amedraw, nilizungumzia hapa. Alafu nikukumbusha kitu kimoja brother. Sawa. Timu kubwa, ukishasema timu kubwa, mentality ya timu kubwa, the only way to kulinda matokeo ni kuongeza magoli. Either ongeza au jitahidi kuzuia yale yaliyoko. Hiyo ndio tabia timu kubwa ya kulinda magoli. Yaani uweze kulinda magoli kwa kusema eti nikae nyuma au ni relax. No, timu kubwa ina njia moja tu kuzuia au mbili ya kulinda magoli aliyopata. Either kuongeza idadi au kulinda yale tusifungwe, na tukifungwa wasitufunge idadi magoli ya kutufikia ambayo tumeona. Mtaji wa goli mbili ni nyingi. Tayari umeshatoka kwenye wingi, umeshatoka kwenye umoja, umeenda kwenye wingi. Goli mbili zinakupa ushindi. Goli moja zinakupa ushindi mwembamba, lakini goli mbili ni ushindi standard kabisa. Okay, watakuja na nguvu. Tuhakikishe wakiongeza goli na sisi tumeongeza kwao. Wakitufunga goli wasitufunge zaidi ya moja. Ndio tabia timu kubwa bro. Mimi nakuuliza swali, kwani sijawahi kufunga kwa shindwa kurudisha? Kaka, umenifunga na sikurudisha. Nachozungumzia hapa sasa, nazungumzia tabia yako ya wewe ya kusawazishiwa goli ukishafunga goli nyingi. Hii ni tabia yako. Mbona mimi nishakupiga 2 na ukashindwa kuzirudisha? Ni kawaida kabisa, ulishinda. Yaani ulishinda. Kushinda Simba, kushinda mbele ya Yanga ameshashinda sana. Yanga kushinda mbele ya Simba kashashinda sana. Hoja iko mezani ni namna wewe kulinda matokeo yako. Yaani kwa mfano tumezungumzia hapa, ndio maana nikasema hivi, ingekuwa ni Yanga Afrika amepata goli 2 bila dakika ya 10, mchezo ungeisha kwa aibu kubwa pale Isamuyo. Ina guarantee kabisa ungeisha kwa aibu nzito. Either dakika 45 ungekuwa mashabiki wa Yanga peke yake uwanjani, umeelewa, au mageti kufungwa, kulazimishwa kubaki, lakini goli zingekuwa nyingi. Huo mtazamo wako ndivyo ilivyo. Sawa bwana, tuendelee. Tuna kipindi. Mimi nafikiri inawezekana usifikirie sana. Yaani kwenye ukweli tusipoteze muda. Sawa. Yes, tuendelee. Tuendelee, hamna shida, sawa. Okay, kama debate inavyoendelea, bado nimestuck hapo. Kwa nini Simba hawana mentality ama kwa nini hawakubadili mbinu? Kwa sababu kama alivyosema bro, magoli mawili tayari ni mtaji mkubwa sana, na kwenye biashara ni mtaji mkubwa sana. Kwa nini asingebadili mbinu? Aseme sasa hapa kwa sababu tayari nina magoli mawili na mpinzani wangu kwa asilimia kubwa nimeshamzidi, licha ya kwamba ni dakika chache sana za mwanzoni, kwamba bado alikuwa anadaiwa kama dakika kama
gapi? Tuseme dakika 35 ukijumlisha na zile za nyongeza. Kwa nini labda tuseme muamuzi, wachezaji wenyewe wakaweka mindset zao kwamba at least kwa sasa hivi, kwa sababu tumeshamwin mpinzani wetu, kwa nini hizi dakika za kwenye hichi kipindi cha kwanza tusiamue, tumeamua tu kulinda, hatushambuli wala tusifanye chochote. Wao wakaamua kuachia, na wapinzani na wenyewe hawakuchukua hata dakika 20 wala ngapi, walitumia kwenye dakika zile zile wakaamua kufanya comeback. Ndio maana nimerudi pale pale, Grace Mushi. Narudi pale pale kwenye point. Unajua kuzuia sio mbinu ya ushindi. Ushanaelewa? Kwa sababu unapozuia unatakiwa ujue kabisa kwamba unakaribisha pia mashambulizi ya nini, ya mpinzani wako. Ushanaelewa? Na ndio maana baada ya Simba kutangulia goli 2, Yanga alichofanya ni kubadilisha mfumo, kuto kutumia zile penetrations. Ushanielewa? Alichotaka yeye kukifanya kwamba tumeshafungwa, so what it is kwamba kocha abadilishe mfumo wa kutumia mipira mirefu ambayo ipigwe pale. Na ndio maana unakuta goli la kwanza aina lilivyofungwa ni sawa sana kama vile goli la pili lilivyofungwa. Ushanielewa? Kwa hiyo ni magoli ambayo yanafanana. Huwezi kuzungumzia sawa ile ni unajua kuna kwenye football kwamba sisi tunakuja na mfumo fulani na tunaamua kubadilisha mfumo, ina maana ule tunaotumia haikuwa ndani ya plani zetu. Ushanielewa? Ile ikawa ni plani B ya Yanga kwa sababu ya kufanya nini, ya kuyarudisha yale magoli. Plani yao ya kwanza ilishafeli. Hapo lazima tuzungumzie ukweli kama tunazungumzia football brother. Ushanielewa? Yaani baada ya wao kupigwa za haraka, ina maana wakawa hawana tena ujanja mwingine wowote wa kuweza kutumia ile mbinu ambao wao walikuwa wakifikiria mwanzoni. Kwa hiyo nini tufanye hapa sasa hivi? Sisi turudishe magoli. Doesn't matter tutafanyaje. Tupige mipira mirefu au tufanye nini, lakini goli liingie. Angalia magoli yaliyofungwa na Simba. Ushaelewa? Magoli ya Simba yalikuwa ni yale ndani ya plani. Sawa? Ingawaje yalifungwa ndani ya dakika ambazo zilikuwa ni za kumsoma mpinzani, lakini ilikuwa ni ndani ya plani. Ushanielewa? Kwamba nachezesha attackers wengi. Ushanielewa? Unamchezesha Inolwemba, namchezesha Neumaema, namchezesha Chama, namchezesha Elim Panju. Ina maana mimi nataka nikuataki wewe mapema. Ushanielewa? Nimiliki mpira ukiwa ndani ya box. Nikukabe kwa kufanya nini? Kwa kukuplace. Kwa sababu hawa watu wote nilokuepo nao mimi, hawa ni washambuliaji. Ushanielewa? Na ndio maana hakuwa kuna kalba ya mchezaji ambaye namba 8 ambaye atakaba sana na kuweza kufanya nini, kudrive team. Ushanielewa? Kwa hiyo ukiangalia mfumo wa Steve Barker ulimlipa. Ushanielewa? Ukiweka kwenye mzani wa Romain Folz na Steve Barker, lazima Steve Barker utamweka kwenye daraja kubwa kuliko kocha wa Yanga. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu mfumo wa kwanza ndio unamtambulisha kocha bora. Yaani kama mimi ninapoingia kwenye mfumo, alafu mfumo wangu kanilipa, basi mimi ndo kocha bora. Ushanielewa? Lakini plan B, hiyo inakuwa plan B. Ni sana wewe hapa sister. Ushanielewa? Grace, unaishi kwenye nyumba hii, umeishiwa kodi. Plan B yako ni nini? Ukaishi kwenye nyumba nyingine ambayo ni ya gharama ya chini. Na maana hiyo ni plan B kwa sababu kodi yako haiwezi kufikia wewe kiwango cha 100,000. Ushanielewa? Kwa hiyo kiufundi Steve Barker ni bora kuliko kocha wa Yanga kwa sababu mimi tayari nimeshakufunga goli 2. Niko ndani ya mfumo wangu. Wewe ukatoka kwenye mfumo, unataka kusawazisha magoli. Angalia goli la pili la Simba. Ina maana ni goli ambalo unaona kabisa kwamba tayari goli la kwanza ni makosa ya Israel Mwenda, si ndio? Alipoteza mpira. Tayari mimi nilisha plani niweke hawa watu wengi ambao wanaweza kuataki. Wakukabe kwa kukuplace ili wewe uharibu, ili ukishaharibu tu na watu ambao hawawezi kupoteza mpira wataweza kupiga pasi vizuri. Sawa? Pasi inapigwa vizuri, anakwenda kumalizia. Chama kwenye utulivu wa Chama, Libase Gwe anakwenda kumalizia ule mpira. Ushanielewa? Goli la pili the same thing. Ushanielewa? Uzembe pia wa kiungo cha Yanga wanaharibu mpira kupitia ile plani ya nini ya kocha, na ndio vile vile alivyo plani yeye. Ushanielewa? Elim Panzu anaona Chama amesimama wapi, anaona huyu akitoka hapa akienda hapa
mimi naweza nikampigia huyu mpira hapa na akaenda akafunga. Kwa hiyo ile ni akili kubwa sana. Lakini angalia magoli yanayofungwa na Yanga ni limepigwa. Yaani yule amepiga mpira kwamba mimi ngoja nipige nibahatishe kama anapiga wapi. Ushanielewa? Lakini goli lililofungwa na Chama, Elie Mpanzu anajua kabisa huyu Chama akitoka hapa anaenda hapa. Na Chama anakata anaufikia ule mpira, anajua yani unaona kabisa the Brazilian anajua kabisa kwamba mimi ninapompigia Brazilian mwenzangu kwamba atakuwa amesimama kwenye engo hii hapa, na ndio maana Chama anaenda anaweka mpira. Muulize wewe goli gani ambalo ni bora msimu huu ambalo limefungwa wewe mwenyewe wa Yanga wewe ukalifurahia? Goli gani kama haujamtaja Chama hapa? Tuseme twende tuzungumzie football brother. Kwa hiyo plani ya Steve Barker ilikuwa imefanikiwa kiasi kikubwa, lakini kocha wa Yanga bwana akaambia wachezaji wake, jamani tukapambane rudishe magoli na ndio maana linapigwa mpira mrefu papatu watu wamefunga. Papatu watu wamefunga nguvu mengi, lakini plani hamna. Yeah. Ndio kitu kama hicho. Kamaliza. Imemaliza. Unajua tukiwa sehemu kama hizi. Sawa, sina watu wenye akili timamu. Afu kidogo si bila kumkosea mtu heshima. Tuleta tunaongelea mpira. Sababu sijui mimi ukiniambia plani manake ni nini? Au nikiuliza plani manake ni nini? Sijui kama ataweza kunijibu. Anasema Steve Barker alikuwa the best kwa plani. Means kwamba sababu ya Simba kusababisha magoli, Steve Barker alikuwa na plani moja tu kwenye game nzima. Ndicho anachokimaanisha. Si ndio? Hasa hapo unampataje kocha bora? Kocha bora ni yule anaweza kureact baada ya kufanya kupata kitu. Yaani kwenye mechi yote lazima uingie na plan A, B na C. Lazima uwe na plan zaidi ya moja ili kupata matokeo kwenye mechi. Inawezekana umekuja na game, labda niseme leo nitatumia viungo wakati wa kibano. Umemaliza mchezo. Refa ameweza filimbi mondoka. Unakuja na plan B. Plan B ni ipi? Plan B ni kusoma udhaifu wa mpinzani wako aliyekukabia viungo wako. Okay, huyu pembeni bwana ana nguvu. Twende tupite pembeni. Okay, plan B nayo imefeli. Okay, plan C ni ipi? Goalkeeper hawezi kucheza cross. Mabeki hawezi kucheza cross. Tunafanyaje? Weka mpira mrefu. Ndio maana kuna mechi unaziangalia, unaona kabisa anatolewa striker, anaweza katolewa kiungo, wakaongezwa ma striker au wakaongezwa fullback ambaye inawezekana fullback ni mzuri wa kukaba lakini apige cross vizuri. Anaingizwa fullback ambaye anaweza akapiga cross ziingie kwenye box ili tuweze kutumia mipira mirefu kutengeneza nafasi na kutengeneza magoli. Watu wanafunga magoli kwa vichwa. That is the plans. Uwezo kutumia plan moja kuanzia game inaanza mpaka inamalizika. Alafu unasema kocha bora. Kocha bora ni yule ambaye anaweza categorize game yake according to plans. Moja imefeli na kuja na pili na kuja na tatu. Unapata bora wa kocha. Ukisema ati kocha aliwin tu kwa plan moja kuanzia mwanzo wa mechi mpaka mwisho wa mechi afu nampa ubora, tutakushangaa. Issue ya goli bora, tunasema goli bora ni individual. Si ndio? Yaani ile goli bora likifungwa ni akili ya mtu mmoja. Umeelewa? Ndio maana tuli kwa mfano nirudi nyuma kidogo. Msimu fulani kwenye mashindano ya ilikuwa ni shirikisho au Champions League, alipiga goli ya Usman Sako na Esek Momosa Dar es Salaam pale. Likachukua goli bora la Afrika. Ikawa ni sherehe ya club. Kumbe yale ni mafanikio ya Usman Sako. Sawa, kafunga kwa jezi ya club, lakini kile kiatu hakikai kwenye kabati la club, inakaa kwenye museum ya mchezaji mwenyewe. Ile ni heshima mchezaji mwenyewe. Hata msimu uliopita wa nanilio ni msimu kwa mfano mmoja ulipita au miwili, kile kiatu ameshinda Mzinze Clement. Ile ni awards ya Mzinze, sio awards ya Yanga. Yanga hawezi kufanikiwa kama mafanikio ya kushangilia goli bora la Mzize. Ile ni Mzize anashangilia na mashabiki wake. Umeelewa? Kwa nikisema eti nisimuke kwa goli zuri, sawa, goli zuri, kafunga mchezaji kwa uzuri, lakini sio hapa tuje kujadili mafanikio ya Chama. Tumekuja kujadili match in general ya derby. Umeelewa? Kwa hiyo tunapozungumzia kama general ya derby, tuzungumzie matukio ya mechi nzima, sio mchezaji mmoja, mafanikio ya mchezaji mmoja. Goli zuri la Chama, yes, kudos tunampa.
Lakini tukizungumzia eti kwamba le goli la uzuri ile goli la Chama ile, uzuri ile goli linapeleka wapi Simba? Elewa? Lakini magoli mawili ya cross ya Yanga yamepeleka wapi Yanga? Ndio, si ndio? Nupi amefaidika zaidi yale magoli mawili aliyofunga yote. Nani ana faida kimchezo pale? Ili ndio tujadili hapa kimpira. Tusimuke na goli zuri ile goli la Chama. Okay. Yeah. Goli la Chama. Ile goli la uzuri wa goli la Chama, lakini magoli mawili yatengeza point moja ni ya Simba. Yes. So shabiki kama shabiki anajua mpira, asimuke na point moja aliyopata kwenye goli zile na ile draw goli mbili. Muulize kwa nini alishangilia, draw? That's fantastic question. Nilishangilia draw kwa sababu mpinzani wangu namba moja kwenye ligi nimemaliza naye kwenye msimu goli mbili. Nimetoka na draw means kwa mimi kwa hesabu zangu kwa kuelekea mwisho kama nilivyozungumza mwanzo kugawanya game 10 kwa msimu. Nikipiga hesabu zangu mimi msimu kwangu umeisha. Ndio maana tulivyotoka pale tukasema Yanga bingwa. Sioni sasa hivi sioni mpinzani atakayesimamisha tena Yanga kuelekea ubingwa. Kwa mfano ningepoteza zile pointi mbili, ningepoteza zote akachukua 3. Pressure ingekuwa mechi 2. Pressure ingekuwa kubwa kwenye kuelekea ubingwa. Nina 5 point. Nishamalizana naye. Yaani sina dadiana kwenye msimu kwenye ligi. Tunachodai sasa hivi kwenye ligi. Nishamaliza naye. Kwa nini shangilia timu mpinzani namba 1 nishamkata? Yaani nishamfuta. Kwa shangwe langu mimi ni Yanga bingwa. Malengo yake ya kuja kunipunguza gap yamefeli. Malengo yangu ya kuongeza gap yamefeli. Ila ku maintain gap nimefanikiwa. Kwa nini shangilie? Yes. Okay. Bila nitazungumza na Bwana Gabriel. Yeah. Wewe unadhani zile dakika 15 za mwanzo nyewe mlikosea wapi na iliwapa changamoto gani baada ya kufungwa yale magoli? Ilikuwa ni kwa rahisi kiasi gani kutwist akili zenu wachezaji, kwa sababu at least tukikuwa na cooling break tukajua labda kocha alikaa na wachezaji akawaambia hivi na hivi na hivi, lakini kocha alikuwa anazungumza akiwa nje ya uwanja, hakuzungumza na mchezaji mmoja mmoja. Ni kivipi mliweza ku maintain ili kwamba mmetoka kufungwa goli 2 ambayo kwa kawaida kufungwa na Simba lazima ingekutrigger akili yako kwamba lazima wale wachezaji wangepata frustration, lakini kwa kasi zaidi ni kwa within dakika chache sana mkaweza kurudi kwenye mchezo? Ilikuwaje? Kwa zile dakika 10 za mwanzo kama tulivyosema mwanzoni awali kabisa kwamba tunaamini kwenye mchezo wote dakika 15 za mwanzo ni za kusoma mbinu za mpinzani amekujaje. Ubiti wapi, yupo wapi amekuja imara, wapi dhaifu, ubiti wapi ili uweze kupata matokeo. Hawa ndugu zetu wakatutangulia. Kikawaida kabisa kama una timu dhaifu tunasema game is over. Umeelewa? Na kwa bahati nzuri ama usema kwamba kocha ana muda wa kuongea na wachezaji. Kocha ndo mwenye nafasi, ndo kiumbe pekee. Yaani kocha na benchi la ufundi wakiwa uwanjani kwenye mechi ndio viumbe pekee ambao wanaweza kaona mchezo unaendaje, unawafanye nini. Mchezaji akiwa kwenye pitch pale haoni chochote kiufundi kabisa. Mchezaji akiwa kwenye pitch sio rahisi kuona makosa yake. Umeelewa? Ndio maana kwa mfano goli la kwanza alivyokosea Zoel Mwenda, akaja tena akakosea goli la pili tena. Kwa mchezaji kujisaisha mwenyewe pale hawezi. Ndio maana kuna makocha uwanjani. Alafu kwenye wapi kocha alitani point kwa sababu tayari wao wameshaenda kushangilia goli la kwanza, wameshaenda kushangilia goli la pili. Kocha anaweza kaita wachezaji wawili tu. Unaona? Akawapa mbinu za kuwakumbusha wenzake. Kwanza kitendo cha kufanikiwa kuwatuliza kwanza akili. Sababu anajua wachezaji walioko nao wana weight kiasi gani, yani wakubwa kiasi gani. Anaamini ukubwa wa wachezaji wake. Hawa si watoto, they are not so premature. A very mature players. Kwa ukiwapa maneno ku encourage tu kidogo, wanarudi mchezoni. Cha msingi msipoteze kile ambacho kimetuleta hapa. Focus kwenye malengo yetu. Hawa jamaa wametubiti kwenye muda ambao tulikuwa tunasoma game, lakini tuna dakika zaidi ya 75 za kucheza huu mchezo hadi 75-80 za kwenda kucheza huu mchezo. Kwa hiyo kutoa dakika 90 dakika 80 tunazo dakika 80 za kuendea huu mchezo.
dakika 80 to make sure, yani kwa mfano kwa ile game Yanga alipowin ile siku mpaka kurudi mchezoni ni kufanikia, maana goli la pili Simba amepata dakika 10, dakika 17 Yanga anapata goli la kwanza. Umeelewa? Kimchezo na kimbinu tayari hata mpinzani aliyekufunga goli dakika 10 za mwanzo tayari hata yeye mwenyewe anarudi kujiuliza, dakika 17 wamesawazisha, wana nini, wanakujaje tena, wanashindwa kuelewa. Umeelewa? Ndio maana ule muda na Simba alitusaidia kiasi fulani, baada ile goli la kwanza na wao akarudi nyuma. Kimchezo, kimbinu unamjenga Yanga kiakili kwamba tayari wamesha hofu, wanaenda kukabia chini, wamesha hofu. Kwa ile kitendo cha kuhofu tu ni muda ambao na kocha kuingiza mbinu zake, kwa kukumbusha wachezaji majukumu yao. Umeelewa? Na wapi kusoma mchezo, labda nikirudi nifanye substitution wapi. Hapo ndo Yanga aliporudi mchezoni. Kwa kiasi fulani frustration nafikiri kwa mashabiki tu, hawaamini kilichotokea. Hata si binafsi tukao tuamini, dakika 10 kufunga goli mbili uamini, lakini kutokana na ukubwa wa wachezaji na mbinu bora za kocha waliamini tunaweza tukarudi na karudi. Okay. Kwa upande wa Simba, unadhani kwa nini mwalimu hakubadili mbinu kutoka kuongoza ndani ya dakika 10 kuongoza magoli mawili ndani ya dakika 17 kurudishiwa goli? Unadhani kwa nini mwalimu kubadili mbinu kwenye ule mchezo? Kwa sababu ukiangalia timu walikuwa anakabiliana nayo ilikuwa ni timu ambayo ni rahisi sana, na ukilinganisha kwamba na wao wenyewe waliweza kubadilika kirahisi sana kwenye ule mchezo. Unadhani kwa nini kocha hakubadili mbinu, ama wachezaji wenyewe hawakuona kuongeza kama jitihada binafsi kwa ajili ya ku maintain at least lile goli moja lilokuwa limeongezwa, wasiongeze goli lingine tena? Nilivotazama ule mchezo, na ndio maana tangu mwanzo nilikwambia kuna wakati nikimwangalia Steve Barker naona kabisa kwamba kuna jambo analo kubwa sana, lakini kuna kitu bado kinamfelisha. Na ndio maana nilizungumzia swala la midfield ambaye anaweza kukaba na kudrive team. Huyo sisi kwa Simba kidogo kuna utata. Ukizungumzia Kante ni mchezaji ambaye utamweka namba 8, lakini kikubwa atakupa wewe kwenye kukaba na sio kwenye kudrive team. Ushanielewa Na mbinu ya Steve Barker anamhitaji, ukimwangalia kabisa unaona anamhitaji namba 8 ambaye anaweza akakaba alafu akadrive team. Kwa hiyo alokuwa akicheza namba 8 midfield ni Neo Maema of course anaweza akacheza, lakini kwa kudrive, lakini kwenye kukaba inakuwa kidogo kuna changamoto kwa upande wake. Na ndio maana yule hata alipokuwa akicheza Mamelodi Sundowns alikuwa akitumika kama inside 10, muda mwingi ulikuwa ukimkuta anashambulia au anaweza akatumiwa kutokea pembeni. Kwa hiyo so mwenye kalba ya ukabaji, ushanaelewa. Kwa hiyo ukiangalia hii game ya juzi, mbinu kubwa ya Steve Barker alikuwa kwenye kushambulia sana kuliko kwenye ukaba sana, ushanaelewa, which is ilimlipa, na ndio maana akapata yale magoli mawili kutoka kwenye mbinu yake. Lakini sasa baada ya kupata mtaji, tunaulinda vipi ule mtaji? Hapo ndo changamoto ikaja kwa nani? Kwa Steve Barker. Ushaelewa kwamba sasa na ulindaje huu mtaji wangu? Hata kama nikimrudisha Neo Maema chini, bado hawezi kukupa kile ambacho wewe unaweza ukakichukulia kwamba kitakupa advantage kwenye ile game. Ushanaelewa? Kwa hiyo ikabidi wengi wao wakawa anawarudisha wanakaba kwa kutokea katikati, kwa sababu walijua plani kubwa ya Yanga wao wanataka kuja kwenye kupenetrate, sawa, waje na wao waingilie katikati. Kwa hiyo ndio maana wale wakarudi hapa, wale ilibidi watumie mipira mirefu. Kwa hiyo ile pia ukosefu wa namba 8 ambayo ilikuwa ni typical aweze kukaba na kudrive team, hicho ndo kilichotugharimu sisi Simba. Na ndio maana yale magoli yaliweza kurudi kwa wakati ambao mpira ulipokuwa ukiendelea. Kwa hata pia ukiangalia ile game unaona kabisa kwamba hapa katikati sisi ndo tulikuwa tunakosa ule mtu. Kwa hiyo Kagoma ndio maana muda mwingi unakuta anatumia energy kubwa, unamkuta yupo huku, wale wanakuwa wanajisahau sometimes kurudi kufanya nini, kumsaidia. Ushaelewa?
Kwa pale ndo maana tukawa tume lose kidogo, tunajaribu kuzuia na nini, lakini pressure pia ilikuwa ni kubwa sana. Ushaelewa? All in all, mimi of course hata kama imetokea in football, kama umemtangulia mpinzani na mpinzani akaja akasawazisha yale magoli, utampa pia kongole mpinzani, kwa sababu tutazungumzia ushabiki kwamba plan A ya kwake ilifeli, of course akatumia B, si ndio? Akaweza kuyatumia madhaifu ambayo yalokuwa yako kwenye defensive ya mpinzani, ushaelewa akapata yale magoli, ushaelewa. Kwa hiyo utamsifu kwa namna fulani, isipokuwa Steve Barker bado ana uhitaji wa namba 8 ambaye yeye anayemhitaji. Yule Kante kama atakuwepo, basi ni vema tungekuwa tunamtumia kama namba 6 ambayo aweze kukaba zaidi kuliko kufanya nini, ku drive team. Nafikiri ndio hicho kitu ambacho kiligharimu Simba kwa mchezo wa juzi. Grace, huyu bwana anazunguka sana, na ndio kitu ambacho pia tunakiona ni udhaifu kwa wenzetu wa Simba Sports. Yani kauli ni fupi, ni ndogo tu. Kwa nini kusema kwa nini alifeli ku maintain matokeo? Kwa sasa hivi Simba wanapitia kipindi gumu cha kuwa na ufinyu wa kikosi. Simba wana wachezaji wazuri wa kuanza, lakini kumaliza mechi kidogo kwa inawapa tabu. Kwa sababu gani? Nimejaribu kuangalia kwenye vikosi vya juzi. Tuache ambao walianza, tuangalie walioko bench. Ndio. Tuangalie walikuwa bench, ambao tunasema hao ni wana muendelezo wa kucheza, wanapata nafasi angalau. Kwa mfano Yanga alikuwa na Msheri, walikuwa na Sink, wana Yokwasi, wana Shehan, wana Ndabwile, wana Depu. Umeelewa? Hao waacha, yani nimekutajia wachezaji ambao wangeweza kuanza. Umeelewa? Wangeweza kuanza. Sasa tofauti ya wenzetu ilikuwa ni hapa. Nenda kwenye kocha cha Simba, Hussein Abel. Siku kwenye ligi kuu amecheza lini? Masinde uweze kumtegemea kwenye akakupa matokeo kwenye. Umeelewa? Ni mtu ambaye ni kijana sasa hivi anajitafuta. Ndio yani anajikuza kuja kwenye mpira sasa hivi wa ligi. Ana Kameta Duchu. Kapombe kasha sili ile namba. Umeelewa? Tunamwangalia Kameta Duchu ambaye akipata nafasi kwa asilimia karibu ya game alizocheza, kama amefurahisha mashabiki wa Simba wakatoka wakasema Kameta Duchu ametupa kitu, haifiki 20% ya mechi alizocheza. Kafanya yani ule uzuri wa performance ile ikafurahisha mashabiki wa Simba na mashabiki wa mpira. Unaona kuna game ambayo unaona Kameta Duchu anaweza akacheza hadi mpinzani akafurahia na akasema bora leo amecheza huyu, hana uhakika. Umeelewa? Haya. Tuna Hussein Mbegu udoka perform Zanzibari, lakini kwenye ligi vipi? Performance ya ligi ya nani, performance inayotakiwa kwenye ligi na muungano hatuwezi compare, vitu tofauti. Haya, tuna Mligo naye sasa hivi ni gusa achia toka. Umeelewa? Maana kule sana yule nani fullback wa Simba namba 3 amesili kule penani kabisa, huyu Kibabage amesili kule kabisa. Cha Sambi lini kacheza? Umeona? Maurice Abraham at least kidogo kwenda kumreplace Chama. Haya, tuna Kante alianzia benchi, Semfuko na mwisho Mwalimu. Mwalimu ni level ya ligi kuu. Lakini udogo wa kikosi cha Simba una reflect pale, utamwonyesha Mwalimu atachoka ni striker gani ku replace pale ndani. Ndio maana sasa hivi kocha inabidi atumie ufinyu udogo huu wa kuanza na first striker, first number 9, ili baadaye timu aingie Mwalimu, aingie na nguvu yake kamili akatafutia Simba matokeo. Kwa Simba sasa hivi wanahaso kwenye wanasafa na kikosi kidogo. Yes. Unalipi la kuongeza hapo? Hiyo Simba ina usafa na kikosi kidogo, na jana wameshangilia
wameshangilia draw. Kushangilia draw nimejibu hapa madam. Tulimaliza hilo. Nilijibu kwa tushangilia draw. Yes. Tuendelee. Hivyo ndo yalivyo. Na sasa mimi tuamie kwenye upande mwingine. Tunajua wachezaji wanaweza kacheza vizuri, lakini kwenye swala la goalkeeping pakiwa na udhaifu, mnaweza mchezo ukachezwa pale katikati vizuri, lakini kwenye swala la goalkeeping likiwa ni dhaifu kidogo, timu na yenyewe inakuwa kwenye matatizo. Nianze kwa mnyama. Unamzungumziaje Akasale? Kasali Kasali kwa haraka ni aina ya golikipa ambaye kuna vitu atakupa na kuna vitu atakunyima. Ushanaelewa eh? Kasali kwa haraka ni golikipa ambaye anaweza sana kufanya saving. Yaani yuko vizuri sana kwenye kufanya saving. Lakini kwenye upande wa kuanzisha mashambulizi pale, yani kuanzisha, yani unajua kwamba kuna wakati mabeki Tule na Rushen Delok watahitaji msaada pia golikipa. Yani kwamba atakurudishia wewe mpira, alafu wewe pia utaupeleka sehemu fulani au utaupiga mbele. Kwa hiyo unakuta mipira mingi ya Kasali anapopiga mbele haifiki kwa mlengo. Ushanielewa? Au hatumii pia mikono yake kurusha mpira. Ushanielewa? Na ndio maana kuna wakati ukiangalia hivyo vitu Diarra pia anavifanya, anaweza kutumia mikono yake kwa kuwahi kuharakisha mpira kwenye umbali mrefu ili kufanya nini? Kuweza kuisaidia timu kubuild kwenda kwenye offensive kwa haraka zaidi. Hicho ni kitu ambacho Kasali amekikosa. Alafu kingine Kasali ana shida ya yani footwork yake pia sometimes inakuwa ina shida. Yani sielewi, labda yawezekana jinsi alivyo ama pressure sometimes ya mechi. Ukikuta kuna baadhi ya mechi ambazo zilionekana kabisa kwamba alikuwa anaonesha udhaifu, yani anaporudishiwa mpira sijui anashindwa kupiga kwa wakati ama sijui anatetemeka. Kwa kuna game kama ya Azam pia ilishatokea kitu kama hicho. Ushanielewa? Ikatokea tena pia, ushanielewa? Kwa vitu vinakuwa ni makosa ya kujirudia ambayo sawa, kuna wakati mpinzani anaweza akakosa, lakini kile sio kitu kizuri kwa golikipa. Kiasi cha kwamba Kamara hatukuona sana akiwa na makosa. Kamara akiwa na footwork vizuri, akirudishiwa anaweza akaweza kudrive. Kwa hiyo ukiangalia mfumo wa Simba unamtaka golikipa acheze, so adake tu. Ushanielewa? Kwa hiyo hilo ni eneo la madhaifu ya Kasali. Inawezekana wakikaa chini na yeye wanaweza. Kwa hiyo sometimes unakuta hata kuna mipira fulani Delok anatamani kumrudishia, lakini akiangalia distance ya mpinzani anapokuja kushambulia, anaona kabisa kwamba unaweza nikamrudishia aka miss, alafu mwisho wa siku huyu akatusababishia matatizo. Kwa hiyo unakuta inamlazimu apige mpira, haelewi ule mpira unaelekea wapi. Ushanaelewa? Kitu ambacho Kamara alikuwa anaweza kukidominate, kilikuwa kiko chini ya uwezo wake. Kwa hiyo ni namna tu ya class. Inawezekana akikaa chini na yani makocha wa makipa akikaa naye chini vizuri, wakamuelekeza, wakampa ile confidence na akagain, aka build up, akaweza ku drive team vizuri vile ambavyo kocha anahitaji kuwa ndani ya plani yake ndani ya dakika 90. Unachosema ni kwamba bado anahitaji Akasali, bado anahitaji build up. Na ukiangalia bado kuna mechi zilizobaki, zilizosalia. Unaona je, ni kipa ambaye anaendelea kutizamiwa kwa sababu pia hamna ukiachana na Hussein Abel. Pia yeye ndo amekuwa kipewa kipaumbele kwenye kikosi kwamba yeye ndo anayeaminika kwa asilimia kubwa sana. Unadhani Simba waendelee kumpa nafasi yeye Akasali wakiamini kwamba ataendelea kupata build up kutoka kwenye mechi hizi nyingine anazoendelea kucheza, ama wampe nafasi Hussein Abel
kwa sababu Akasali amekuwa akisemwa pia na baadhi ya mashabiki wamekuwa akimsema kwa sababu pia madhaifu yake mengi anayofanya uwanjani yanaonekana. Kwa hiyo unasemaje, Hussein Abel apewe nafasi ama Akasali endelee kupewa nafasi kwa sababu ataendelea kupata build up akiwa anaendelea kucheza na timu nyingine? Mimi hapa naweza nikasema apewe nafasi au asipewe nafasi, lakini kocha mwisho wa siku yeye ndo anatuamulia timu yake, kwa sababu sisi tuko nyuma ya kocha. Sisi ni mashabiki ambao tunamsupport kocha wetu kwa kila namna ambayo yeye anayoipanga, ushanielewa? Kwa sababu anapokuwa mazoezini ndo anaandaa timu ya kwenda kupambana siku ya kesho, ushanielewa? Kwa hiyo of course Kasali ana hayo matatizo, lakini mechi ya jana hakuonesha kitu kama hicho, kwamba amekeep mpira alafu akaja labda akaupiga ovyo alafu mpinzani akauchukua. Kwa hiyo kuna, yani tunachokizungumzia sisi hapa sio kwamba kipa mbaya, ni kipa mzuri sana, ushanielewa? Lakini hayo makosa yake tu yasiwe yanajirudia. Of course kwenye mechi ndogo huwezi kaona akifanya kitu kama hicho. Mechi yenye pressure unamuona naye anakuwa na pressure, ushanielewa? Kwa hiyo nafikiri ni namna tu ya counseling, wanaweza kaa chini na yeye wakamfanyia counseling, na ndio maana hata mechi ya hii iliyopita derby hizi zote mbili nafikiri alikuwa amepunguza kidogo makosa, lakini hilo kosa tuliona siku ile na Azam ile ilileta sintofahamu ambazo of course mashabiki wengi waliona kabisa kwamba Kasali hafai kuitwa golikipa wa timu kubwa kama Simba. Lakini JKT mfano kesho sijui nani Pamba au whatever au nani au whatever, ushanielewa? Ni timu ambazo ni ndogo. Sisi sasa hivi hatuna mechi yenye pressure tena, tushamalizana nao wakubwa. Kazi kwake na Azam, ushanielewa? Wakubwa wote sisi tushamalizana nao ambao wanajiita wakubwa. Yanga tumechukua pointi 2 alhamdulillah, tumeitia Azam tumechukua pointi 1 pia alhamdulillah. Ni eneo ambalo lazima unaweza kuwa na timu bora lakini isikupe matokeo, kwa sababu mpira ndo unaoamua matokeo, ushaelewa? Kwenye football kuna kufunga, kufungwa au kudraw. Kwa sisi tunajiandaa nje ya uwanja, mashabiki, kocha anaandaa mifumo yake, wachezaji wanaandaa commitments na kusikiliza walimu wao kulingana na mifumo, lakini haitoshi kusema kwamba wewe utashinda, ushaelewa? Kwa hiyo at the end of the time lazima uheshimu football ndo inakuamulia yenyewe matokeo. Okay, tukiwa tunaelekea tamati kuhusiana na kuichambua Kariakoo Derby, ili tuelekee kwenye mechi ambazo zinafuata za NBC Premier League. Diarra unamzungumziaje na wewe? Kwa sababu tunavyojua kwamba Diarra wanasema ni mdaka mishale, lakini alishindwa kudaka ile mishale. Unamzungumziaje Diarra? Je, ni kwa sababu wapinzani walikuwa bora sana ama kuna udhaifu na yeye amekuwa nao kwenye mechi ya Kariakoo Derby? First of all, kwanza tunaweza tukasema Diarra is the African football materials. Yani Diarra ni man and a half. Diarra ni, ukiwa na Diarra golini peke yake, akishavuka ule mstari wa goli ni unachezaji wawili uwanjani. Lakini kikawaida hakuna mwanadamu asiyekuwa na mapungufu. Alafu wanasema magolikipa bora sana duniani, hata ukifuatilia historia zao za magolikipa bora sana kina Oliver Kahn walifungwa magoli sehemu ambapo utarajii. Elewa? Sehemu ambapo ungesema hivi zile ange zinatumika sana kwenye magolikipa bora duniani. Kwa mfano kama magoli ya juzi, Libasi Geye goli la kwanza amepiga far post. Leo huwezi kumlaumu goalkeeper. Goli la pili limekuja mpira umenyanyuka, ameunganisha mfungaji. At that time huwezi kusema Diarra angetakiwa kubaki golini kwa sababu tayari alishasoma. Angalia sasa ubora wa goalkeeper. Mabeki hawajaona mchezaji anaingia kwenye box but goalkeeper kashamuona. Yeah. Of which angesubiria, kwa mfano let's say Chama angeusha ile mpira chini, kwa kuna uwezekano Diarra kucheza ule mpira. Unaelewa? Let's refer mpira aliopoteza Ibrahim Baka akaupokea huyo Innocent Lemba. Diarra alishauona akiwa golini,
yani ni kama alishasoma kile Ibrahim Baka kwa leo ujinga alikuwa anafanya, anaenda kukosea. Diarra ameshasoma mshale ushango kichwani kwamba muda huu toka nenda ka save ule mpira. Umeelewa? Hapo ndo ubora wa goalkeeper bora unapoonekana. Hatuwezi kutumia maneno mengi sana kumwelezea Diarra hapa. Hapa wote hapa tuloko hapa ni mashahidi kwa ubora wa Diarra. Sio kuelezea sana. Nitauliza maswali ila nitaomba yawe yanajibiwa kwa kifupi sana. Nitaanza na ndugu yangu wa Young Africans. Unajiona ukimaliza msimu kama nani? Champion. Mnyama. Tayari kwisha. Sasa yani tumesema kifupi. Umesema unataka nijibu kifupi? Yes, yani unajiona ukimaliza ligi bado haijaisha. No, nikasema kwa sababu mechi zilizobaki zinahesabika ni mechi 10 tu, na unajiona yani kwa sababu kwa mtazamo uliopo mpaka sasa hivi Young Africans ana point 48, una point 43. Azam nyuma yako ana point 40. Unajiona ukimaliza nafasi kama nani? Bingwa. Kama bingwa. Okay. Kwa hiyo sawa. Kwa sababu kila mtu ana maoni yake na kila mtu ana namna anavyo approach mechi zake zilizobaki. Kwa sababu Simba ana mechi 10 kama alivyo Yanga vile. Ana mechi na JKT ambayo itachezwa kesho. Kuna mechi ya Tanzania Prisons, Mashujaa, Coastal Union, Dodoma, Pamba Jiji, Mbeya City, Mtibwa, Singida Black Stars pamoja na KMC. Vile Yanga naye atakuwa na mechi 10. Kesho ataanza na KMC, Coastal Union, Dodoma Jiji, Singida Black Stars, atakuwa na Namungo, Mashujaa, Singida Big Stars, Azam, TRA pamoja na JKT Tanzania. Nianze na Young Africans. Na unajiona ukikabiliana vipi na hizi mechi? Ni mechi 10 tu licha ya kwamba una wapinzani wawili. Kwa sababu tukimzungumzia Simba na Yanga ni watu ambao wanaweza kupindua meza anytime kulingana na matokeo kulingana na mechi walizonazo mikononi. Kwa sababu Simba ipo nyuma yako pointi 5, Azam ipo nyuma yako pointi 8. Unajiona ukimaliza, ushasema tayari utamaliza kama champion. Unajiona ukikabiliana vipi? Kwa sababu kwenye hizi mechi bado umebaki na Azam ambaye anaweza akakupa big challenge kwenye hii mechi. Unamwona TRA akikupa challenge kwenye mechi hizi? Dar es Salaam no. Kwa hiyo kwa hapa amebaki nani ambaye unahisi anaweza akakupasua kichwa kwamba either akakufanya wewe, kwa sababu Simba maombi yake makubwa ni upoteze mechi moja, udraw mechi 2 ama udraw mechi 5. Which is nitegemea cha nduguye. Okay, atakufa maskini. Yes. Kwa hiyo unamwona Simba akifariki maskini. Anakufa maskini vibaya sana kwa sababu kwa mimi Young Africa kwa kuheshimu mpira sana, siwezi kujipa 100% kwamba nitachukua point 30 zote. Ila nikikosa sana wamenikaba sana. Point 28 27 za kwangu. Okay. Yes. Sawa, kwa upande wako Simba, tayari nimekwisha kutajia mechi ambazo unazo. Hapa mwasimu wako mkubwa sana unamwona atakuwa ni nani? Kwa sababu JKT ambao unaenda kucheza naye kesho, japo tutazungumzia baada ya hili swali. Umetoka kucheza naye mwezi wa 8 mwaka jana, mlitoka 2-1. Kuna Coastal Union ambaye naye kuna namna kama anakukazia. Dodoma naye kwenye mechi ya kwanza kuna namna. Na okay, unazizungumziaje na kwenye hizi mechi unamwona nani akikupa challenge kubwa sana ili akufanye wewe, kwa sababu kwenye hizi mechi ili wewe uwe bingwa, kwa sababu Yanga naye anajiona akiwa bingwa, Azam naye anajiona akiwa bingwa. Hizi mechi unatakiwa by enemies usidraw wala usipoteze mechi yoyote. Unatakiwa uwe secure point 3. Kila mechi uondoke na point 3. Unaonaje hilo? Hizi mechi za Simba zilizobaki, kwa upande wangu mimi sidhani kama ni kubwa sana kwa Simba, kwa sababu Simba kama watafanya loko vizuri, sifikiri kama kuna timu ambayo inaweza kuleta upinzani, kwa sababu Singida mwenyewe anakuja shamalizana naye kule kwake Airtel. Pamba shamalizana naye Mwanza kule, kwa hiyo anakuja mechi nyingine hapo sifikiri kama na mechi ambayo inaweza kuwa ni ngumu, kwa sababu Coastal Union sawa wamejipata sasa hivi wanapata matokeo, lakini hawako na level best ya kusema wanaweza kaisumbua Simba kwa sasa, kwa sababu labda tu wachezaji wasiamke vizuri, kwa sababu vitu kwenye football vipo vinatokea, lakini sifikiri kama kuna timu ambayo ya kusema kwamba ingeweza
leta upinzani mkubwa, kwa sababu TRA tushamalizana naye, tushachukua pointi 4 wale tukaondoka. Kwa hiyo game kubwa tushazimaliza. Game kubwa hapo ilikuwa iwe Azam, iwe Yanga kidogo na TRA, lakini hizo zingine hizo so sifikiri kama inaweza zikaizuia Simba. Okay. Kwa hiyo unajiona ukichukua pointi 30? Kwa nikizungumzia Simba kama Simba nachukua pointi 30. Lakini nikizungumzia football na I respect football. Kwa sababu football ndo inakuamulia matokeo. So wewe ndo unaweza kuamua matokeo. Lakini kwa ubora wa Simba kwa sasa, mpaka watu wanashangilia Suluhu, basi ujue alafu waloshangilia Suluhu ndo tunaamini sisi ndo timu bora Tanzania kwa sasa. Basi ni nani ambaye mdogo anaweza akazuia ukubwa na ubora wa Simba kwa sasa? Kwa hiyo ni kitu ambacho hakifikiriki kabisa. Okay. Unamtazamia nani kama mpinzani wako mkubwa sana kuelekea kwenye ubingwa wa NBC Premier League? Of course ni Yanga, kwa sababu Azam bado mdogo, yani sidhani inawezekana kama ataweza kuichanga karata yake vizuri na Yanga, kwa sababu game yao ya kwanza walienda slow, ndio. Kwa hiyo game yao ya pili Azam pia si alichallenge, alichukua pointi 3 game ya kwanza, ya pili katoa slow kwa na pointi zetu 4. Kwa hiyo bado tunamhesabu pia kwenye mbio za ubingwa kama ataweza kuichanga karata yake vizuri na game ya Yanga. Okay, kwa unamtazama tu kwenye mechi moja tu, hapo akipoteza tu kwenye ile mechi kwamba yeye ndo ana uwezo wa kukipinga, ila akifanikiwa kushinda mechi zake zote hakutikisi kwa lolote lile. Tatizo moja tu la Azam kwamba wana tabia ya kucheza mechi kubwa alafu ndogo wanazidharau. Na unakuta wanaenda kupotea kwenye mechi ambayo huwezi kufikiria kama wangeweza kupotea, ushaelewa? Kwa hiyo siwezi kuwapa asilimia kubwa sana kwenye hii marathon ya kwenda kuchukua hii ndoo. Lakini mimi naangalia ni Simba na Yanga ndo naweza nikawapa nafasi kubwa. Kwa sababu Azam yupo nyuma yako akiwa na point 40 ya skoni mechi moja tu, which is hata goal difference napishana point moja tu, which is to say kama kwa sababu pia Simba licha ya kwamba tayari amejipata kama ataweza kucheza mechi zake zote bila kuangalia kwamba hii ni timu ndogo, hii ni timu kubwa, akienda na mentality ile kama alikuwa akikabiliana na Yanga pamoja na Azam, ana uwezo wa kushinda mechi zake. Lakini Simba huwa pia ana changamoto moja kwenye hizi mechi ndogo, na pia kwa namna alivyoenda first round, kuna baadhi ya timu hizi ambazo sisi tunazita ni timu ndogo, na licha kwa pia performance zao ndo zinatufanya tuziite timu ndogo, zimekuwa zikimuinda. Yani kuna namna zinajua kabisa Simba tukimpatia hapa tumemaliza, it's either we draw au to draw ama tumkazie kabisa tutoke nunge ama to draw, ama kuna namna pia unaweza kushangaa Simba anakuja kuchumua dakika za jioni sana. Kwa hiyo kwa sasa Gracie Moshi, naomba nikujibu swali lako kwenye hii engo. Simba kuto kufanya vizuri, Simba haikuwa tatizo coach wala haikuwa pia tatizo wachezaji. Simba tulikumbwa na wimbi la kutokuwa na uelewano ndani ya uongozi, ushaelewa, kutoka kwenye wanachama na bodi ambayo ya ukurugenzi ambayo inaendesha club. Kwa hiyo kulikuwa kuna sintofahamu ambazo zinaendelea kule. Some sort out baada ya kutokea, ndo pale tukaanza kuona Simba raise up na kuanza kufanya better, na kuanzia hapo kila mmoja alikuwa na imani kwamba sasa Simba tumerudi na game ambayo mentally ilirudisha kuanzia kwenye players everything, baada ya kuingia kwenye small window. Na maana ile small window tukafanya kusajili wachezaji ambao wana quality nzuri, na walikuja katika wakati ambao wamekuta sasa uongozi na wenyewe ukawa umesha kuwa kitu kimoja, na ndio maana spirit ikawa pia inaonekana kwamba kuwa kubwa sana, na ikatukuta wakati ambao
tukaenda kupambana na Dodoma. Kuanzia pale sisi ndo tuliamini kwamba Simba yetu sasa ndo tunaiona, na bahati mbaya tuliangusha alama 2 pale Dodoma. Kwa hiyo baada ya hapo tukaenda kucheza dabi, ndo ile tukatoa pia suluhu. Na kwa sasa kwa hiyo sifikiri kabisa kama kunaweza kutokea na suluhu nyingine. Nafikiri kwenda kutokea kule pia Mwanza. Ilikuwa ni game tough sana, ilikuwa ni game ngumu ambayo mimi naweza kuitafsiri. Ilikuwa ni game ngumu kweli. Nyingine ilitokea hapa Arusha pia, lakini zilionekana kabisa kwamba hata ukiangalia viongozi wanavyopambana kupata matokeo, unaona kabisa wako wana spirit nzuri, wachezaji wana spirit nzuri, pamoja na benchi la ufundi na spirit nzuri. Kwa hiyo baada ya kitokeo cha hapo kwenda kwenye Mapinduzi na kuchukua ndoo mbele ya mtani, kurudi kucheza ligi kuu hivi juzi. Kwa hiyo kwa sasa sifikiri kama tunaweza tukapoteza, na ukizingatia sasa hivi tunacheza mechi nyingi sana nyumbani. Mechi nafikiri ni kama 2 tu hivi au 3 tunacheza away, lakini mechi zote zilizobaki sisi tunacheza nyumbani. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa ya kushinda mechi zote. Okay, bwana Gabriel. Tuzungumzie kwa upande wako Young Africans. Young Africans, wewe tayari tukisema hata ligi ishie hapa tayari una kombe tayari, lakini kwa sababu lazima ligi iishe, michezo yote ichezwe, na tayari umekwisha kunielezea kinagaubaga kwamba kwa namna ya michezo iliyopo labda Azam ndo anaweza kidogo akakupa challenge, lakini the rest unaweza ukawakabili. Una mechi kesho, unacheza pamoja na KMC, ama unaona tu kimaliza game mapema, kwa sababu nature yako wewe na KMC imekuwa ni goli 4, yani chache sana ni 2-0, ila ni 4-5-6. Unaionaje mechi ya kesho? Game yote kabla ya kuanza mchezo ni ngumu. Mchezo wote, game yote, hata kama ni ya kirafiki. Lakini kwa records za Yanga na KMC, tunaona kwamba ni game ambayo inaenda kunenepesha aggregate. Yes. Okay. Yeah, kwamba ni game ambayo kama Yanga nafikiri amefunga goli 40 na ngapi? 45 40 ngapi? Kwa hiyo kesho tukikaa vizuri na tukafika hata tukavuka hata tukatoboa kwenye 51. Na magoli 41. 41 tumefunga. Okay, basi itakuwa tunatafuta kwenye goli 46, goli 45. Kwa sababu Yanga ndo anaongoza na sisi tunaenda na miguu yote miwili, point na magoli. Yaani sisi hatuna kuangalia huyu amekujaje, sisi ni yule ambaye tunaua kima bila kuangalia usoni. Okay, tuje kwa upande wako Simba. Una mechi dhidi ya JKT ambayo umekutana naye kwenye first leg, umemfunga goli 2-1. Unaiona kesho ikiwa ni mechi ya aina gani? Je, unamwona JKT akikupa changamoto nyingine? Unajiona kabisa kwamba ukifika pale JKT hana changamoto yote anayokwenda kukupa, hivyo unaenda kuchukua pointi zako 3 bila tatizo, ama unaiona mechi ya aina gani? Kifundi, mechi ya kesho ni mechi ndogo, sio mechi kubwa sana kusema kwamba tunaweza tukaizungumzia kwenye ukubwa huo, kwa sababu hivi karibuni ukiangalia performance ya JKT imeshuka kiasi kikubwa sana, drop down sana, na hii yote inatokana labda sijui kwao wana changamoto gani wanapitia, kwa sababu sifuatilii sana statistics za timu ndogo kwamba wanapitia changamoto gani, lakini ukiangalia hivi karibuni hawakuwa wakifanya vizuri, hawakufanya beta. Kwa hiyo Steve Becker ni yeye tu ashindwe namna ya jinsi gani kuicheza hii mechi ya kesho, lakini ni game ambayo haina ukubwa wa kusema kwamba inaweza ikampasua kichwa apange nani au acheze na mifumo gani, ushanelewa. Japokuwa hata kama ndio tunacheza uwanjani kwao pale JKT, lakini mechi ni ya Simba. Ila sifikiri kama itakuwa ni mechi ngumu sana ambayo itamshinda yeye Steve Becker kuandaa mbinu na silaha zake kwa siku ya kesho. Na ukizingatia mnyama ametoa suluhu jana na alikuwa na imani kubwa ya kushinda mechi na mtani,
Kwa hiyo sisi point 3 tunazihitaji kuliko vile ambavyo wao JKT wanahitaji. Ushanielewa eh? Kwa hiyo siku ya kesho kitachotokea, ina maana mdomo utawaponza. Masaubile kuna vitu anakuwa anapenda sana kuzungumza, lakini siku ya kesho kitu kitachomkuta sidhani itakuwa ni dhahma kubwa sana, kwa sababu sisi tunahitaji hizo point 3. Okay. Unawaona wachezaji wako wakienda kukabiliana na hii mechi wakiwa mentally fit pamoja na physically fit, kwa sababu wametoka kucheza mechi 2 in a row, yani kwa mfululizo, ambazo zimewachukua energy yao kubwa, pia zimewachukua akili yao. Kwa hiyo unaona kama wakienda kwenye hii mechi wakiwa naamini kwamba wanahitaji point 3 ili kupunguza zile difference iliyoko kati yake na Young Africans ambayo yuko pale kileleni, ama unahisi kama wataenda kwa sababu wamechoka, wanaenda tu ili kukamilisha ratiba? Commitment ya wachezaji wa Simba ni kubwa sana kwa sasa, kwa sababu hata ukiangalia namna ambavyo wanajiandaa kucheza mechi, mbona kila mchezaji ana uhitaji, anataka kabisa point 3, kwa sababu wao wameshaamua, sisi tumeshaamini wao ni wanajeshi wanakwenda kuipambania Simba. Kwa hiyo hicho kitu mimi sina mashaka nacho kabisa. Na hata ukiangalia namna ambavyo tulivyocheza hizi mechi zote kubwa kutoka Zanzibar, of course Zanzibar sisi hatukukata moto, ni Yanga ndo walifika dakika za 70. Ukiangalia most of the players wa Yanga walichoka, ndio maana wakawa wamefanywa sabu ambayo hata washabiki wao walilalamika kwa nini coach alifanya zile sabu. Lakini unajua makocha mara nyingi wao ndo wanatazama, wanajua kabisa kwamba hata huyu ukimwacha hatosaidia kitu chochote. Ushanielewa? Ndio maana lawama zilitoka nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba Simba ile maji ya kijani sijui nini wapimwe na vitu kama hivyo. Hizo zote zilikuwa ni eneo tu la watu kutafuta sababu, kwa sababu tayari walikuwa wameshachezea kichapo kutoka kwa mnyama. Ushanielewa eh? Lakini ukiangalia ile game ilichezwa dakika 120, lakini Chama alikuwa anahitaji 120 zingine. Ushanielewa? Ahitaji nafasi moja tu kuonesha ukubwa wake, lakini Pacome hakuonesha ukubwa wake kwa sababu alishatolewa tayari, na ndo nguzo na ngao ya Yanga. Ushaelewa eh? Kwa hiyo ile energy ilikuwa ni kubwa kitokeo cha pale mpaka juzi. Pia wachezaji walikuwa wakionekana kabisa kwamba bado wana energy na wana uhitaji mchezo. Kwa hiyo kwa game ya kesho ni ndogo sana. Kwa hiyo hata kama wao JKT watakuwa wamekuja wamejiandaa na nguvu zote, waje wapambane wachukue alama 1 au alama 3 kwa Simba, hiyo ni swala la kifo na usingizi. Yaani kifo na usingizi ni vitu viwili tofauti. Ushaelewa? Japokuwa sometimes tunamaliza maneno kwa sababu ya ushabiki na mapenzi, ila hatuwezi kuipa nafasi ya kuheshimu mpira ndo unaamua matokeo. Kwa hiyo vote itakavyokuwa, basi mwisho wa siku tunakubali matokeo, maisha mengine yanaendelea. Okay, tuje kwa upande wa Young Africans. Na wewe pia umetoka kucheza mechi 2 mfululizo na mpinzani wako. Ni mechi ambazo zinaitumia sana nguvu na zinatumia sana akili. Unaona wachezaji wako wakiingia na the same energy ambao waliingia nayo kwenye derby, ama unaona kidogo atakuwa ametetereka? No, so hawezi kuingia na the same energy, sababu ukiangalia tunaelekea mwisho wa msimu, game zitazo karibu sana. Tumetoka kwenye game ngumu ya derby, inahitaji kutunza miili ya wachezaji. Young Africa itaingia this game itavyokuwa inaendelea, ndio tamua energy iongezeke au ipungue. Kwa mfano unaweza umeingia kipindi cha kwanza umempiga mpinzani goli 3. Unaelewa? Kipindi cha pili ile energy itatumika ile. Lazima watapunguza energy kwa ajili ya kutunza nguvu ya wachezaji. Ndio ni binadamu. Ukiangalia unaendea ubingwa, inabidi umtunze mchezaji mmoja na utunze energy ya kila mchezaji. Si ndio? Kwa hiyo naamini kwenye game ya kesho nafikiri na hata naweza nikaona pia kikosi kinaweza kubadilika kwa kiasi fulani. Hakitaanza kile 100% kilichoanza kwenye derby.
lazima kutakuwa na mabadiliko ya kiufundi kutokana na labda kuwapa wachezaji wale ambao hapati nafasi sana au hawakucheza au kwenye game ya dabi wacheza dakika chache huenda wakaanza baadaye wataingia wachezaji wengine. Kwa hiyo kesho naamini hataanza kwenye intensity kubwa, itaanza intensity ya kawaida, lakini kutokana na game itakavyokuwa inaendelea ndio itaamua tuanze tuingie na nguvu gani au tumeze na nguvu gani. Asanteni sana. Okay, mtazamaji wa NLFA TV, kufikia hapo hatuna la ziada, na nimefurahi sana mimi binafsi, na imani hata na wewe pia ukitutazama utakuwa umefurahi na umeburudika na pia umeelimika. Na ulikuwa kwenye uchambuzi huu makini sana, ulikuwa na mimi Sport Lady wako Grace Mushi, na nilikuwa na mwenzangu Gabriel Steven Masawe na Nyama Plus. mpaka wakati mwingine, kwa heri.